Hii ni mashine kwa ajili ya kuchakata mtindi. Mashine hii huanza hatua ya kwanza, naanza kwenye kukamua ng'ombe wangu kama mnavyowaona hapa. Baada ya kukamua maziwa yangu, ambapo kitu cha kwanza naangalia usalama wa maziwa yangu. Mimi naitwa Dorisi Sefu, ni mfugaji wa ng'ombe za maziwa ambao napatikana katika kijiji cha Mhinduro, katika kata ya Mhinduro, tarafa ya Maramba, wilaya ya Mkinga, mkoa wa Tanga. Shughuli yangu kubwa ni ufugaji wa ng'ombe za maziwa. Kwenye kufuga nilianza muda kidogo, ambapo nilikuwa bado sijapata elimu halisi ya ng'ombe, ambapo nilianza na ng'ombe mmoja, tena ng'ombe wa kienyeji tu. Nilianza na ng'ombe wa kienyeji, lakini baadaye kidogo nikawa naona sasa kwanza sipati thamani ile ya ufugaji. Nikajaribu kuwafuata sasa wataalamu, nikakutana na wataalamu wa ufugaji, wakanipa elimu ya kupandisha sasa kwa kutumia chupa. Basi baada ya hapo nikapandisha yule ng'ombe wangu wa kienyeji, nikapata uzao wa mama yake na huyo. Baada ya kupata pale ni yule, nikaona sasa naanza kubadilika kutoka kwenye ule mfugaji wa kawaida, naanza kuwa mfugaji wa kisasa. Nikaona thamani sasa ya maziwa. Baada ya mama yake huyu nikapata na huyu sasa. Baada ya hapo sasa huyu ndo akaanza kunizalishia wengine. Akanizalishia kama mnavyoona, hao wote wamezaliwa hapa na wametoka kwa ng'ombe huyu hapa. Hao mnawaona ni matokeo ya ufugaji wa kisasa ambao nimepata kutokana na mbegu za kupandisha kutumia chupa. Yaani baada ya kufahamu kwamba chupa naweza nikapandisha na nikapata ng'ombe wazuri ambao wananiletea maziwa mengi kutoka kwenye lita 1 mpaka sasa hivi napata lita 20 kwa ng'ombe wangu hawa. Ingawaje bado lengo langu hasa ni kupata maziwa lita 60 kwa ng'ombe wangu 4 hawa mnaowaona. Natamani nipate lita 60. Sasa hivi bado ni kiwango ni kidogo, nina lita 20, lakini naamini kutokana na afisa wangu wa mifugo ambaye niko naye kila wakati kwa ajili ya kupata elimu yake, na yeye ananitembelea kila mara, basi ananisaidia, naamini nitafika kwenye lengo langu la lita 60 kwa siku kutokana na ng'ombe 4. Matokeo ni mazuri baada ya kutumia chupa. Yaani kwa urahisi tu, hata nyinyi wenyewe mnaona, kwa sababu watu wanasema maziwa ni dhahabu nyeupe. Maziwa ni dhahabu nyeupe, na hiyo dhahabu sasa naiona. Naiona kwa maana hiyo kwamba nimetoka kule niliko kuwepo na sasa hivi nipo sehemu nyingine ambayo ng'ombe wananisaidia. Nasomesha watoto kupitia maziwa, nasomesha pia. Nikiona nimeishiwa sana, naweza kuuza ng'ombe wangu na nikalipa ada. Kutoka mtoto form 1 mpaka sasa hivi amefika yuko chuo, nasomesha kwa ajili ya ng'ombe tu. Kwa hiyo ni faida moja kubwa sana, huwa ni mabadiliko makubwa sana nimeyapata. Mwanzoni nilikuwa na banda moja tu. Haya hapo mnayoona, nilikuwa nafuga mbuzi mwanzoni pamoja na ng'ombe ambao ilikuwa ni banda hilo la huko. Nilikuwa namweka mmoja tu yule. Baadaye baada ya kuona sasa mabadiliko na ng'ombe nimepata wa kisasa, wananipa faida. Haya mnayoyaona yametokana na ng'ombe. Kwa hiyo nikiuza maziwa, nikiuza ng'ombe, ndio unaona nimebadilisha mazingira mpaka hii sasa. Mimi mwenyewe nikikaa pia nafurahi kwamba sasa nimepiga hatua. Hata nikiamua nina stress zangu, nikija hapa nikikaa nafurahia na ng'ombe wangu, wananitoa mawazo. Wamekuwa ni marafiki sasa. Mheshimiwa Rais kwanza namshukuru sana kupitia mradi wa mama ule wa kukopesha kwa 10%. Huyu mnaimuona hapa nimempata, ni zao la Mheshimiwa Mama Samia.
nimekopeshwa ile 10% na nimefanikiwa kununua huyu ng'ombe, na tayari nimepata huyu ambaye amepandikizwa kwa chupa, na bahati nzuri nimepata jike. Kwa hiyo tayari hapo nina faida kubwa ya mama ambayo amenipatia. Namshukuru sana Mama Samia kwa hichi alichokifanya, kwa kutuonea huruma, kuwaonea huruma wananchi wake, kwa kutupa mikopo ya 10%. Mpaka sasa hivi najivunia yeye, kwa sababu tayari nina ng'ombe wangu na nimepata, badala ya ng'ombe mmoja tayari nina 2, na inshallah nitapata uzao kupitia hapo. Kupitia wataalamu hao ndio ambao wamekuja kunitoa huku niliko, wakanitoa akaniambia kuna mikopo ya Mama Samia anakopesha ng'ombe, kama wewe mfugaji unaweza ukapata ng'ombe. Nikamwambia basi mimi nataka hicho kitu. Akaniambia basi, akanielekeza, na nashukuru yeye ndo alienda kunitafutia huyu ng'ombe mpaka akahakikisha anaingia bandani, na mpaka kumzalisha alikuwepo siku ya kuzaa ng'ombe huyu, na kanipa maelekezo mazuri. Mpaka sasa hivi nafurahi. Huyo ng'ombe sasa hapo ana mwaka mmoja, ana mwaka mmoja, lakini tayari na mama yake pale alipo tayari ameshampandisha, natarajia kupata na mwingine. Pia namshukuru Mama Samia. Namshukuru pia licha kwenye mikopo ya 10%, lakini pia namshukuru kwa upande wa kuleta wataalamu. Zamani tulikuwa tunafuga tu, yani unafuga tunaambizana wenyewe tu hapa huyu anani, lakini kwa kutuletea wataalamu ametusaidia sana. Amekuja kuleta kama ukombozi. Ameleta ukombozi mkubwa sana, kwa sababu bila yeye msingepata hawa wataalamu. Kwanza kuna mbegu bure tunapata, tuna chanjo, wanachanjwa, wanakuja wanatuletea tena, ndio hiyo mikopo inakuja. Kwa hiyo tuna vitu vingi sana ambavyo tunavipata kupitia mama huyo. Tunajivunia sana. Kutuletea wataalamu peke yake ni kitu cha furaha sana. Tunashukuru sana kwa kutuletea hawa wataalamu, na kupitia wataalamu hao ndo wanatutoa huku tuliko, wanatupeleka sehemu ambayo tunaweza tukafanikiwa kujikwamua kwenye janga hili la umaskini. Kwa upande wa soko pia namshukuru bado afisa mifugo wangu. Mwanzoni nilikuwa pia nauza tu, wanakuja watu wananunua maziwa, siyaone ile faida halisi. Lakini kupitia yeye pia alinipeleka sokoni, nikapata hii mashine. Alafu baada hapo nikawa nahangaika sasa masoko nitayapata wapi. Lakini kupitia yeye tena akanielekeza na akatuingiza kwenye ushirika. Kwa hiyo sasa hivi mimi ni mwana ushirika, ambapo nimetokana na afisa mifugo wangu. Naye amenisaidia sana. Anaitwa afisa wangu Ngumuo. Mr. Ngumuo amenisaidia sana, ametuingiza kwenye ushirika. Sasa hivi tunatambulika, maziwa yetu tunauza kupitia Tanga Fresh. Na yanayobakia huwa tunachakata kama hivi, tunawauzia watu mmoja, na soko jingine lipo tunakwenda kwenye madini kule. Tunakwenda kwenye madini tunauza. Kwa hiyo sasa hivi nafarijika na hiyo pia, kwamba soko lipo linaonekana, na ni mmoja wa mwana ushirika pia. Kwa hiyo kote nafaidika. Miaka, yani najiona nitakuwa mfugaji bora zaidi. Yani nitakuwa mfugaji bora zaidi. Nitaondokana na ule ufugaji wa kizamani wa kuweka ng'ombe wengi pasina faida. Sasa hivi ng'ombe wachache, maziwa mengi, na inakukwamua kwenye umaskini. Yani ng'ombe wachache, faida kubwa. Faida kubwa. Ile kuweka ng'ombe mazizi, una ng'ombe 100, una ng'ombe 1000, haina faida kwa sasa. Tunatakiwa na washauri pia wafugaji wenzangu, wale ambao wakifungulia ng'ombe anaona raha, ng'ombe ni wengi, haina maana yote. Tufuge ng'ombe wa kisasa kwa ajili ya kuipa thamani maziwa. Tunatakiwa tufuge ng'ombe wachache, watuzalishie mengi, kwa sababu tunasema maziwa ni dhahabu nyeupe. Natoa wito kwa kina mama wenzangu ambao wako nyumbani wanajishughulisha labda na mambo ya kuku. Ni sawa, kuku pia sio mbaya, lakini mimi nawashauri waje kwenye ng'ombe. Na wakija kwenye ng'ombe watumie ng'ombe wa kisasa, waone wataalamu, watafika hapa nilipofika mimi.
watafika au watazidi hata mimi. Wanaweza wakafika alipofika mimi au wakanizidi hata mimi. Wajitume, yani wajiamini, kwa sababu kwanza mwanamke ni kujiamini. Hizi kazi zamani walikuwa wanafanya wanaume, lakini sasa hivi wanawake tunafanya, na hata kukamua tunaweza, kwa sababu tunafundishwa, tunakamua wenyewe, tunafanya kila kitu wenyewe. Wanachotusaidia wanaume labda ni kutafuta tu mkataji wa majani kwa ajili ya kutusaidia kwenda kukata majani. Naitwa Juma Ngomoni, afisa mifugo msaidizi kata ya Mwinduro. Wafugaji wa kijiji cha Mwinduro kama wafugaji wa Kichangani, Mwinduro Majengo na Segoma wamenufaika kwa kupata ndama bora za maziwa, kwamba mfugaji ana shida ya ng'ombe wa maziwa lakini ana ng'ombe wa kienyeji. Ng'ombe wa maziwa anaenda mpaka 3,500,000. Lakini ukimpandishia kwa chupa anabadilisha ule ng'ombe wake wa kienyeji kwa ng'ombe wa maziwa na anapata faida mbili. Atapata maziwa mengi, lakini atapata ndama ambaye anastahimili magonjwa ya ukanda wa pwani, kwa sababu amechanganya mbegu ya pwani na mbegu ya kisasa. Hiyo sasa inawasaidia kuweza kumudu gharama za maisha, kwa sababu kila siku atauza maziwa. Kwa unakuta ng'ombe anayepandishwa kwa chupa, ile ndama akizaliwa na lita 4 za maziwa zaidi. Kwa hiyo na wafugaji wameitikia, na uzuri ni kwamba sisi huku tuna uhakika na soko la maziwa, tuna kiwanda, lakini kuna wengine katika vikundi wanachakata, wanaenda kuuza kwenye madini. Kwa hiyo wafugaji wengi wameitikia hiyo, lakini pia inawasaidia kutumia fursa zilizopo katika eneo la kata ya Mwinduro. Tuna malisho mengi, lakini pia kuna yale mabaki ya mazao shambani yanatumika kwenye kulisha ng'ombe chache za maziwa ili waweze kupata maziwa, tofauti na kuwa na kundi kubwa ambalo utachunga, utaharibu mazingira na saa nyingine pia unaweza kuharibu maeneo ya mazao. Lakini jingine, imetunguzia migogoro kati ya wafugaji na wakulima. Ukipandisha kwa chupa, badala ya mtu kufuga ng'ombe 100 ili apate lita 50 za maziwa, basi anaweza akafuga ng'ombe 5 kwa siku akawa anapata lita 50. Kwa hiyo ina maana watakuwa wanachunga kulingana na ukubwa wa eneo lao. Kwa hiyo migogoro baina ya wafugaji na wakulima imepungua kwa sababu ng'ombe ni chache, kipato ni kingi. Asante. Tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050. 88 oye! Tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050. 88 oye!